Yes, bana niko na mtumishi wa Mungu Victor Maestro in the United Republic of Kaka chokozi basi. Mambo vipi kaka? Shwari. Mungu ibariki Tanzania. Bwana umependeza sana. Baba namshukuru Mungu. Unajisikiaje kuwa hapa siku hii ya leo? Vizuri sana always kwa sababu niko kwenye sehemu ambayo natamani kuepo. Okay. Ambapo kila siku nafurahia kuepo. Okay. In the presence of God. So lazima nifurahi. Yeah, ni mwanzoni mwa mwaka tu mwezi wa 3 sasa. Umepata mpaka sasa hivi projects ngapi za kumtumikia Mungu? Ambazo tayari ushaimba? Ngapi? Ni nyingi. Sio nyingi. Sio nyingi, tusio waongo mbele ya watu wa Bwana. Haina haja. Okay. Naza ni mpaka sasa sijui 3 au 4 haizidi hapo. Okay. Ni haizidi hapo 3 au. Okay. Tunakurudisha kwenye statement ya mtumishi wa Mungu, music director Freddy Masanja. Moja of the clip ambao alifanya interview juzi alisema kwamba watumishi wa Mungu sana sana wapigaji wao wanapewa hela kanisani. Nataka kupata upande wako wa pili. Hili swala unalichukuliaje? Alisemaje? Mtumishi wa Mungu mpigaji wao wanapewa hela kanisani, wapigaji wao wanalipwa yani. Burapo mimi sina cha kuchangia kwa sababu mimi sio mpigaji. Lakini unafanya mambo na wapigaji Maestro. Ndio nafanya nao kwa kweli. Hapo mimi sina neno la kuweka hapo. Mimi ninajua mna rekodi, ila huyu bwana tunatamani mwaka huu aoe. Yani mimi najua yani huyu bwana sisi marafiki zake wa karibu tumechoka, labda tuwaambie watu wa media watusaidie. Lakini sisi kama watu wake wa karibu tumeshauri sana. Tumejaribu kushirikisha mpaka wazee wenye hekima, aka kababa hakataki kuoa. Kwa nini? Unahisi kwa nini hataki kuoa? Huyu jamaa. Unajua kwa sababu yeye anataka kuoa, mimi niseme sababu. Unajua kwa sababu hajapata mtu sahihi. Vitu sahihi vya kuzingatia wakati mtumishi wa Mungu inabidi awe ana perform live, inabidi azingatie vitu gani? Vitu vya kuzingatia bro. Mwimbaji wa Mungu unaitwa pop, inabidi ukaimbe live. Vitu gani ambavyo inabidi azingatie mtumishi wa Mungu? Sababu back on the days kuna mambo yalitokea hapa, ikasemekana baadhi ya wasanii hawajui kuimba live na nini. Pengine wewe ni mtu ambaye unaimba live sana na concert zako zote nimeshuhudia ukifanya live. Ni vitu gani mtumishi wa Mungu ambaye inabidi azingatie akiwa anaimba live? Mimi sijaona kwenye upande wetu wa injili. Hiyo shutuma kwamba tunashindwa kuimba live. Bro, sisi ni wa Mungu na muziki wa live umeanzia mbinguni. Ndio maana ukikutana alitoa details kwamba kwenye mabao ya Lucifer kulikuwa kuna kila kitu. Okay. So muziki wa live si ni wa kwetu, watu wa Mungu. Kwa hiyo hizo vikatushinda. Okay. Nilo hizo vikatushinda kwa sababu vimeundwa kwa ajili yetu. Yaani watu wanatengeneza madrums nini wameisoma Zaburi. So muziki ni ya kwetu sisi watu. Kwa hiyo haiwezi vikatushinda. So na haiwezi vikatokea tukashindwa kuimba. So watumishi wa Mungu wengi wa secular kwenye bendi zao lazima utakuta tu kuna mtu mmoja labda ambaye ametoka kanisani ambaye anaperformia kule. What do you think is the reason? Bro, kitu ambacho naweza nikakwambia ni kwamba ukijua sehemu yako na ukijua wito wako, hata ijalishi ni situation gani unayopitia, hauwezi ukatoka ukiwa unajua mimi hapa ndio sehemu yangu. Msoma. Yani yule ni hajapewa tu neema na ufunuo kujua sehemu yake ni ipi. Na bro, na kama kuna cha Mungu mle ndani yake, bro atende kula tarudi tu. Lazima arudi. Kwa sababu lazima yani atajikuta kwamba huku sio sehemu yangu. Unaelewa? Ukijua nafasi yako, haijalishi ni mapito gani unayapitia. Unaelewa? Na niwatie moyo watumishi wenzangu. Watie moyo. Tuamini katika mchakato. Tuamini katika mchakato. Mafanikio katika Bwana yapo na yanawezekana. Okay. Vile vitu tu tunavyoviona kwa sababu alisema tutafute kwanza ufalme mbinguni. Tutapewa hapa mara 100 baadaye. So anajua kwamba tunavihitaji hapa. Okay. Kabisa. Anaweza kapewa yule ambao anapataga kule anaona kwamba kule kuna pesa nyingi kuliko na sione faida yake. Okay. Alafu sisi tunatoka kwa ambao anasema tunalia njaa. Lakini una Yesu anavitupendezesha bro. Kwa sababu gani? Ni hiyo kidogo ambao Bwana anatupa. Hiyo kidogo tunayopata pamoja na Bwana anatupa maarifa namna
ya kuitunza na kuitumia sana. Linda babu analinda, yani anasema alahi atapata nafasi. Sawa bana, uliposti gari juzi status, umepaki wapi leo? BMW. Gari wapendwa, mimi sijanunua gari, so ni process. Msidanganywe na vitu vinavyoendelea mtandaoni. Ila uliposti mwenyewe. Mimi niliposti. Sema hiyo caption ni ilitokea tu yani. Sio umepigwa najua sana. Unaona, uliona wewe, uliona. Caption ilikuwa hivi, nirudie. Caption ilikuwa hivi, jamani bwaba naomba gari. Sababu bwana pikipiki bodaboda zimenichosha. Nimepigwa na vumbi juzi sana. Kwa hiyo nimepigwa na vumbi kiasi kama sio tunatengeneza barabara. So nifika mpaka nasikia kama nimepakwa poda vile sielewi. Mambo maeneo Mbezi kule. Sasa unajua sisi tunakaa Mbezi Beach. So nikamwambia bwana Mungu, mimi naomba gari. Naomba gari. Yaani ilikuwa ni prayer. Sasa watu saa zingine unajua kila mtu ana namna yake ya kutafsiri. Mimi niliandika tu alo mbinguni, nikaweka hiyo nyimbo baba naomba gari. Ni maombi tu. Umepigwa na vumbi sana. Yani ilikuwa tu ni maombi ya kwamba bwana Mungu naomba gari nikumbuke na mimi. Ni hicho tu. Sawa. Dream car yako au gari yako ya kwanza mbona unatamani kununua ni gari gani? Mungu ni mwaminifu. Mimi kuna gari ambazo nazikubali. Kuna gari ambazo nazikubali. Gari gani? Yani kwa kweli mimi ni mpenzi wa Range Rover. Napenda Range. Hiyo ni moja ya magari ambayo naipenda. Na one day yes, kwa sababu utajiri na heshima vyote vipo kwa Bwana. Na ndio utajiri wa kudumu. Na mimi as long as mimi ni mwanae, ni mtoto wake mrithi, siku ataona na istahili kuipata, bora atanipa na nitakuita tena kwambia mwanangu, umeona chuma hicho? Chuma chenyewe tuna test kimeandikwa Maestro 1. Kwa sababu kwa series kaka series buda, si vya kwetu, si watoto wa godi. Kuokoka sio shamba, ujanja ni kumjua Yesu. So tukiwa ndani ya Yesu baba, unyamwezini kwa Yesu. Au sio? Kuna statement unapendaga sana kuongea Maestro in case kama ukipanda labda ukiona watu wana test unaweka kama muziki sawa, unasemaga kwamba kwa nilivyopendeza hivi, ungeniona labda miaka 5-6 nyuma usingeniona hivi nilivyo. Kabla ya kufahamika Maestro kama Maestro na kwanza labda kufanya huduma Mbezi Beach, ulikuwa unafanyaga wapi huduma? Ni kijiji gani? Sababu unasemaga ulikuwa kijijini. Wapendwa wa Mungu, kitu ambacho mnatakiwa kujua kwamba kama nilivyowaambia mwanzoni, trust in process. Ukioko nyuma pazia mambo ni mengi yanaendelea huko. So muamini Mungu ukiwa nyuma pazia. Usikate tamaa. Usifanye mistake yoyote itakayokufanya upoteze uso wa Mungu. Pamoja na kwa nyuma pazia unatamani kuepo front, endelea kuwatamia, endelea kumsikiliza Bwana, endelea kuomba. Zile nyimbo endelea kuziandika bro. Mungu atakapofunua pazia utajikuta una stock kubwa. Bro, kuna nyimbo ambazo watu wanazisikia sasa hivi wanajua kwamba zimeandikwa jana. Bro, zile ni nyimbo ambazo zimeandikwa tokea 2017. 10 na ngapi? Yaani zipo kule kwa sababu unajua kwamba one day, kwa sababu mimi ni wa Mungu na najua kitu ambacho ameniitia. So acha mimi niendelee wakati nasubiri. Yaani bro, kwenye hiyo process Mungu anakuwa anakuachia vitu. Nikupe mfano. Daudi ile ambayo unasema katoka kwenye shamba, katoka shambani huko kwenye kuchunga kondoo moja kwa moja kwenye ufalme. Bro, alienda kwa kwanza mtumishi wa nani? Alikuwa ni Sauli. So alikaa kwenye nyumba ya kifalme. Kule kwenye nyumba ya kifalme Mungu kumpeleka kule ilikuwa ni training. Unajua? Daudi hajasoma, tunajua alizaliwa kama mchunga kondoo. So yule kupelekwa kwenye jumba la kifalme bro ni process. Alikuwa anajifunza uongozi. Ni uongozi. Ndio maana akina Yusufu baada kutoka jela kaenda kuwa mtumishi wa Potifa. Ni process, unajifunza uongozi ukoje. Ndio kwenye hiyo process sasa. Pamoja unaandaliwa kuwa mtu mkubwa mbele, hapo kwenye hiyo process Bwana anakuwa anakupa vitu. So kubali, kutulia, kunyenyekea, kubali huo muda kwanza, kujua kwamba huu ni muda wa kutulia. Usiwe na haraka. Andika, iweke. Bro, siku Mungu akikupatia tu akifunua pazia hivi, utatuchanganya, utakuja na hiti kiboto. Mbona jamaa anakuja na mahiti? Alikuwa na muda wa maandalizi. Ndio maana mimi ni usitu mtumishi wa Mungu mwenzangu, mimi nimtie moyo. Hajalishi unaona mambo yaende afanyeje, kuna mali natamani kufika. Ndugu yangu, mimi nikutie moyo, endelea kuomba. Omba.
maana ile maombi ndio atakao kubeba siku utakuwa front. Hayo maombi ni maombi ya akiba, endelea kumuomba Mungu, endelea kuandika unapopata mafunuo. Andika, tunakusubiri kwa hamu. Nasubiri kolabo yako bro, nakusubiri. Zile nyimbo yani zile nyimbo. Unasubiri wachezeshe? Nasubiri nishirikiane nao wala ambao. Lazima kidogo sebene. Wale ambao tuko kule nawasubiri kwa hamu. Na naamini Mungu atafanya wepesi soon as possible. Tutumike nao pamoja. Wasikate tamaa. Tunawahitaji sana. Bro, kuna watu wanaandika kunyuma muda wao hujafika. Wakifika huko I can't wait to see you my brother. Na wasubiri dada zangu, mama zangu, kaka zangu wote. Najua kuna mali mnatamani kwenda, kuna vitu mnatamani, vitu vipo. So tusubiri tu muda bwana. Muda bwana ukifika. Tutasaluti, tutafurahi sana. Bwana, thank you so much for your time. Amin. Naona kaka siku hizi unavaa gold tu, mimi ni nani? Yesu ni mzuri bro. Huyu Yesu ni mzuri. Iko ti unashona kwa nani? Sasa umeanza kunyambia sikutaka tufike. Sasa unabii tumeshona kwa nani? Hii iko ti nimeshona kwa Wekisha design. Yeah. Imesimama she. Yeah. Ngapi? Hamna milioni. Shingapi? Hamna milioni. Shingapi? Hii ni full lakini nimejaribu tu kubadilisha. Mix wanasema. Hii si ni suruali, hii ni koti nyingine na hii ni koti nyingine. So nimejaribu tu kuchanganya. Full chukua shingapi bwana? Wewe nenda kwa Wekisha atakwambia na posti mbona? Ya posti. Posti na bei kweli? Bei ya posti. Basi 350. 350. Kweli Yesu ni mzuri. Yesu ni mzuri bro, asikwambie. Wale ambao anasemaga kwa Yesu tunapigwa ni uongo. Kwa Yesu tuko vizuri. Tuko vizuri. Kubali tu process. Mchakato. Kubali mchakato. Kubali mchakato. Maana mchakato unakutengeneza umtegemee. Nakwambia hiyo ni ukweli. Kuna documentary niko niitengeneza. Watu wataelewa. Unakumbuka kwenye gospel dinner nilikwambia nimefanya, acha nirudie tena hapa. Waende waangalie ruka kama tai ya kwanza. Ndio wataelewa. Pale jumla nilikuwa nimevaa ikizidi itakuwa ni 25,000. Maana hiyo raba ni 12,000 nakumbuka nilinuaga Kariakoo raba 2 25,000. Sasa ile ambayo nimevaa pale ilikuwa ni 12,000. Ni 12,000. Hiyo suruali pale nilinunuaga Kariakoo huko. Kariakoo huko. Ikizidi itakuwa 4,000 na kwenda kupeleka kwa fundi buku sijui buku 2. Kufanye kae mwili si unajua mwanangu? Mwili ulikuwa kipindi. Kaka wewe acha kaka sikwambie mtu. Na hiyo shati nakumbuka kama sio Karume kama sio wapi nilinunua nao. Bei fulani hivi. Yaani kizidi brother haifike 30. Ila sasa hivi na hiyo ndio ilikuwa na sasa neema Mungu inatosha. Neema bro ni Yesu. Ni Yesu tu. Ni neema Mungu na Yesu akiamua tu basi atafanya mwenyewe. Tukubali process. Sio kwamba wewe maestro wa kule alikuwa hana vitu. Bado nilikuwa na material. Yamejaa kisado. Mimi niwaambie kile kipindi nilikuwa niko na material. Na nilikuwa nasema siku Mungu ataruhusu. Taenda. Siku Mungu akiniruhusu, akinipa tu nafasi, one chance nisimame on stage. Bas. Hivi tu hivi. Tanzania nakusikia. Itanisikia. Na namshukuru Mungu. Na utukufu mrudie. Na namwamini kwamba kuna mali tunaenda. Zaidi na zaidi waendelee kutuombea na utuombea. Watarajie vitu vizuri kwa mwaka huu na kwa mwaka zijazo. Kumwacha Yesu ndo atutarajii kumwacha kivyo vyote vile. Hata iwe. Blaza kivyo vyote vile. Mungu atusaidie na tutie nguvu kwa neema yake. Bora tutamwacha. Thank you so much. Haijalishi tule tusile, yani ionekane tunapigwa atupigwe. Bro atumwache. Kabisa kaka. Mpaka msimamo wetu. Bro. Sie bila Yesu ni kazi bure. Oya noma. Thank you for your time. Anaitwa Victor Maestro na hii ilikuwa ni Pazia TV. Ciao.